Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my book of forex trading today, nakwenda kuzungumza kuhusu why a lot of people are not succeeding in FX. Why a lot of people are not succeeding in FX. As we know that it's only 90%, 90% of the people who are starting to learn forex trading are not succeeding, and others after 3 months or 6 months wanakuta wameshindwa kabisa. Sasa leo nataka nikwambie mambo matatu tu yanayofanya watu wengi ambao wana trade forex hawafikii malengo yao makubwa. Mimi mambo yangu ni matatu. The first thing is discipline. Discipline kwa lugha ya Kiswahili ni nidhamu. Nidhamu imekuwa ni neno pana sana. Nidhamu kivipi? Mtu anasema nataka kujifunza forex leo, anasema nataka kujifunza, baada ya miezi mitatu ndo anatake action. Anaanza kutake action leo, anajifunza kuhusiana labda na pips ni nini? Pips labda ni hatua. Lot size ni nini? Ni thamani. Okay, baada ya kujua hivyo anashika hiki. Lakini muda huo anafanya hivyo, akili yake inawaza how to get money instead of how I can have the skills concerning forex. Kwa unakuta discipline inakuwa ina mambo mengi sana ndani yake ambayo yanamfanya huyu mtu asiweze kufanikiwa. Yaani mtu hajajishepu kuingia kama alivyokuwa anaenda shuleni kila siku discipline, ale anaingia darasani anasoma, anakuwa anatamani kufanikiwa huko, hataki kujifunza. Hilo ni jambo la kwanza. Discipline is very important. Jambo la pili ambalo linafanya watu wengi wanashindwa kufanikiwa in forex trading ni saving of money. Kujihifadhia pesa kwa ajili ya kusoma forex. Kuhifadhi pesa baada ya kuanza kupata zile profit ndogo ndogo, anashindwa kuzihifadhi na hatimaye kila anapopata anatumia. Anajikuta hamove, haendi mbele. Kwa kila siku hata vifaa vile vya kufanyia kazi anashindwa kuvinunua vile vinavyostahiki. As we know that kuna vifaa muhimu sana ambavyo lazima uwe navyo ili uweze kufanya trading, kama simu ambayo ni smartphone, laptop, vitakusaidia sana katika kufanya forex. Namna ya kuhifadhi fedha kununua hivi hana, kipata anatumia, au akipata starehe, hauwezi ukafanikiwa katika forex kirahisi namna hiyo. Na jambo la tatu ni laziness of learning. Laziness of learning without supervised. Mtu anashindwa kufikia malengo kwa sababu ya kuto kusoma. Hataki kusoma, hataki kujifunza, na hata kama akifanya hivyo anashindwa kuwa na discipline nzuri wakati wa kujifunza kwa sababu hana mwalimu nyuma yake anayemfuatilia. Na ndio maana tunashauriwa kwamba ukitaka kusoma forex uwe na mwalimu, ujifunze na uwe na mentor. Huyu mwalimu anaweza kuwa mentor au anaweza kuwa si mentor, kufundisha lakini ukawa na mentor mwingine. Lakini lazima uwe na mentor ambaye atakusimamia wewe katika discipline, katika kuhakikisha kwamba maswali yako yote yanakuwa yanapata majibu ambayo yatakusaidia wewe kufanyaje, kufikia katika malengo yako. Haya mambo matatu wengi yanawarudisha nyuma. Discipline, laziness of learning, lakini jambo la tatu savings of money. Kama utakuwa serious utajifunza forex kwa utulivu, you will be successful within 3 to 6 months or even a year. Lakini other people can take even 5 to 10 years, are still learning and they are not reaching where they are going. So if you want to reach your success, if you want to succeed in this career, you must have discipline. See you at the top.